Habari. Poa, mambo. Poa, unaweza kujitambulisha kwa majina yako ili Watanzania wakufahamu, na unaweza kutuelezea sasa hizi challenge za mahusiano zimekaa vipi? Kwa majina naitwa Nay Outfit au Nay Shayo. Neema Shayo. Hapo mtakuwa mnaelewa. Kuhusu mahusiano sasa hivi yamekuwa kama challenge sana upande kwa wanaume na wanawake. Kwa wanaume, unajua of course hata kwenye maisha halisi, mwanaume ndio huwa anatafuta kila kitu. Mwanaume anatafuta mke, mwanaume anatafuta mahitaji ya mke, familia mwanaume huyo aweze ni mfano kama akisha kuchukua kuweke ndani, ina maana kula yako, watoto ni jukumu. Sasa tukirudi hapo anakuja kwa wadada. Wadada wa sasa hivi tumekuwa tuna tamaa. Unakuta mtu amekupenda au anaweza akakwambia dada nimependa kampani yako, labda umekaa tu sehemu mna show love, labda wewe tayari ushaeka huyu mtu amenifuata kuniomba namba, wewe umeshaeka mapenzi. Unakuta labda mtu si mapenzi, labda hukusupporti, aidha anaweza kukuuliza labda dada una plani gani au unafanya kitu gani, naweza nikakuongezea. Pale sasa ndo tunapokosea. Unakuta mtu anaweza akakujitolea, mkaka au mbaba akakwambia mimi nataka nikupe mtaji wa biashara. Sisi sasa utatoka hapo, utaanza kujibebisha, utaanza kufanya, inakuwa kitu ambacho hakiwezekani, hakifai. Kwa unakuta hata kama yule mwanaume alikupenda, ila anakuchallenge kwamba aone, je, huyu ni mke sahihi ambaye nikimweka ndani itakuwa ni sawa? Sasa unapokuwa unajirahisisha, labda unaanza ukaanza kuvaa nguo za kumtega, simu, message za mahaba, unamuondoa katika. Na hilo tatizo linaonekana sana kwa watu wazima au kwa mabinti wa sasa hivi au kwa vijana sasa hivi? Yaani of course kwa vijana kwanza. Vijana tumekuwa ni changamoto. Ukija kwa upande wa watu wazima huwa wanakuwa wengine walishapitia. Unakuta mtu amekaa kwenye ndoa zaidi labda miaka 20-30. Unakuta amekaa single kutokana na tabia, na sasa hivi miundombinu ilokuja TV, yani unakuta mambo sasa hivi yamebadilika tofauti na zamani. Wazee wa zamani walikuwa hata wakiwa wanagombana hujui. Yani ukifika ukiwakuta unaweza kusema hawajai kugombana, lakini unakuta wanagombana na wanalala kila mtu chumba chake. Lakini sasa hivi kwa upande wa vijana, wakishagombana kidogo kuta mapenzi moto, wakigombana kila mtu atajua, dunia atajua, wataanza kudhalilishana, kama ni picha walipigana mtandaoni. Yani hivi vitu vipo na vinatokea kila siku. Hata tunapaswa tujifunze kwamba unapokuwa unampenda mtu, mpende na madhaifu yake na changamoto zake, na mnapoachana muachane hivyo hivyo kama mlivyokutana, sio kudhalilishana. Inakuwa haipendezi. Inakuwa sio kitu kizuri, hata Mungu hapendi. Hizi connections za vijana wa sasa hivi wa chuo zinazotokea, labda watu wanadhalilishana kutumiana zile video za kimapenzi, watu ya mwenzake anachukua na iposti kwenye mtandao na nini. Hizi zinatokana na hizo changamoto ambazo umezungumzia za vijana wa sasa hivi. Yani hizi changamoto cha kwanza ni tamaa. Kwa sababu mzazi wako anapokuwa labda umemaliza chuo, hata kama ana uwezo mdogo, rizika. Lakini ukija mjini, labda umetoka labda chuo, umesomea labda tuseme kijijini, unakuja huku mjini, unakuta labda ni vitu tofauti. Mwenzio amesuka, unawaza huyu amesukaje? Sasa ili ujue amesukaje, lazima na utaingia mule. Haya kwa kaka, unakuta labda chuo ulishazoea labda unavaa sura yako kitambaa, mwenzio umemwona kavaa nini Jordan, kavaa kapendezwa, ndio hiyo unakuta changamoto. Na lazima atakwambia mimi nafanya njia hii ndo napata hivi vitu. Tayari ushaingia kwenye mkumbo. Sasa inakuwa haipendezi. Yani kikubwa hapo ni tamaa, kwamba mtu unapotakiwa utumie akili. Na akili ya kujua kwamba mimi nimefuata nini na kilichonileta ni nini, na kusoma alama za nyakati. Kwa sababu ukiona mwenzio anaenda hivi, na wewe unatakiwa uende hivi. Akili ya kushikiwa ukichanganya na kwako, huwa kuna kitu unapata. Kwamba nikifanya hivi, yani of course kwanza kushakuwa na hofu ya Mungu, inakuwa ni rahisi sana kufanya vitu ambavyo unaenda mbele ila utarudi nyuma. Kwa pia na familia, unakuta mwenzio labda na familia ya uwezo. Wewe mwenzangu na mimi ndio vile mzazi kashaji analima huko mazao yake, anauza maharage, ndizi, anakutumia hela, wewe tena unakuwa uriziki, unataka vikubwa. Ndio yale sasa ndio yanayotokea kama ya chuo. Unakuta wanafunzi wanalewatia, mtu anamlawiti mwenzie, inakuwa vitu ambavyo ni tamaa of course. Shukuru sana Dani, nimekuelewa, na ili jambo
Kwa binafsi yangu mimi mwenyewe, kwa sababu kijana nitalifanyia kazi, lakini vijana wengine pia naona kwa kupitia interview wanaweza wakapata funzo lolote. Funzo cha kwanza mimi nasemaga tumtumainie Mungu. Tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Mungu ndo muweza wa kila kitu. Ukimuomba anasikia kwa lugha yoyote, iwe ya Kikristo, iwe ya Kiislamu. Mungu anapokea maombi muda wowote, saa yoyote, mahali popote. Kwa kikubwa tu nawasihi jamani, tumpende Mungu, tumtangulize Mungu. Yani hivyo, tusali kwa wanaosali, kwa wanaoswali. Unajua kila kitu kishamtanguliza Mungu ni ngumu sana kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, kwa sababu tayari una hofu ile ya Mungu. Na pia tunatakiwa tujue familia zetu. Paka mzazi unakuta anajitahidi na usonge mbele kwa maisha yako ya baadaye na pia kwa ajili ya familia. Sasa je, kama mama, kama msichana au mvulana, tayari unakuwa tayari ni baba mtarajiwa ama mke mtarajiwa ama mume mtarajiwa, unakuja kuendesha familia yako kwa staili gani? Ikiwa kama huna hofu ya Mungu, una tumaini na Mungu. Kwa lazima tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Hilo ndio jambo la msingi na la muhimu. Nashukuru sana dada Nay. Asante.